Habari. Leo nipo na mtaalamu wa masuala ya elimu ya fedha Mr. Charles Thomas Mvano. Kabla tujenda mbali, usisahau majina yangu ni yale yale, naitwa Mr. Maningu Sospita, ni mchambuzi wa masuala ya diplomasia, siasa na michezo. Lakini leo mada iliyopo mezani ni kuhusiana na elimu ya fedha. Nikuulize, je, wewe unaweka akiba ya fedha? Maana tunajua mfumo wa dunia ni fedha. Bwana Charles Thomas. Ndio. Wali gani? Salama kabisa. Uko poa kabisa? Niko poa. Uko fresh? Ndio. Bwana, hivi mfano kama mimi hapa hivi nina mfumo wangu wa kutengeneza fedha. Ndio. Kila siku naingiza fedha, ndio, lakini hiyo fedha nayo iingiza inaishia kwenye matumizi tu. Siwezi kuweka akiba. Na inawezekana mtu yuko nyumbani anawaza namna gani ya kuweka akiba. Unaweza kutuelekeza kidogo namna gani ya kuweka akiba? Ndio, naweza nikaeleza. Kwa majina naitwa Thomas Charles Thomas. Mimi ni life coach na public speaker, pia mimi ni mtaalamu wa mambo ya fedha. Ndugu waandishi, tukiongelea kwenye swala la fedha hapa inabidi uwe na uelewa mpana. Kwanza, fedha ni nini? Au elimu ya fedha ni nini? Elimu ya fedha inamsaidia mtu kuitambua hela, kujua vyanzo vyake vyote vya kipato alivyonavyo na namna gani kufanya ile hela ikue, na ikishakuwa pia anairuhusu sasa, anaanza kuifanya ile ianze kufanya kazi kwa ajili yake. Ukikutana na mtu kwamba kwenye swala la akiba, mtu afanye nini? Kuna formula ambazo inabidi atumie au kanuni ambayo akitumia itamsaidia sana katika kumanage hela yake. Kanuni hii ni kwamba inaanza ni 50 30 20. Ndio. 50 imekaa katika matumizi ya lazima. Yaani matumizi ya lazima ni kama yapi? Matumizi ya lazima ni yale matumizi ambayo mtu hawezi kuishi bila kutumia au bila kupata. Ndio. Kama vile tunajua ni kama maji, mtu bila kunywa maji ni ngumu sana. Ndio. Na hata na chakula, kwa sasa hata umeme imekuwa ni kitu cha lazima. Ndio. Tukija kwenye asilimia ile 30 ya kile kipato chake anachopata, ndio, inabidi aweke kwenye matamanio, yani vile vitu ambavyo alikuwa anatamani kuwa navyo. Ndio. Kwa mfano umepata laki moja, ukichukua asilimia 30 ya laki moja ambayo itakuwa ni 30, ukanunua yale matumizi vitu ambavyo vilikuwa kwenye matumizi yale ambayo ulikuwa unataka kuyafanya. Kwa mfano kununua viatu, kufanyaje, itakusaidia na asilimia 20 sasa. Ndio. Hiyo kanuni ni kwamba unaweka katika akiba. Ndio. Unawekeza. Kwa mfano unapata laki moja, unaitumia ile asilimia 20 ambayo ni 20,000 katika kuweka akiba. Hapo kwenye eneo la akiba sasa ndio kunakuja sasa kwenye swala la uwekezaji na kuilinda ile pesa yako isifanyeje, isipotee. Ndio. Kwa mfano ukiweka asilimia 20 kwenye akiba, utafanya vitu vifuatavyo. Hii utatumika kama kuwekeza. Unaona? Utatumia kulipia madeni ulionayo. Kwa hiyo ndugu wa Swahili, ningependa niwaambie kwamba ukiishi kwa kanuni hii itakusaidia sana kufanikisha mafanikio yako na malengo yako uliyojiwekea. Japokuwa wanasema kwamba akiba haikufanyi uwe tajiri, lakini ukitumia akiba inaweza kukusaidia wewe kupata mtaji wa kuzalisha hela nyingine zaidi. Na wanasema ili uweze kupata hela inabidi utengeneze system, yaani uwe na mfumo wa kutengeneza hela ambao mfumo utafanya kazi hata kama ukiwa haupo. Kwa bwana Mr. Sospita, naam, mimi ninadhani ni hivyo tu, watu waishi kwa kanuni, haina shida. Na mpendo mtazamaji, naamini hapo ulipo wewe ni msomi kabisa na umesoma hata darasani. Ili topic ni lazima ianze na introduction. Sasa hapa Mr. Charles Thomas alikuwa anatupitisha kama kwenye introduction, namna gani ya kuweka akiba na namna gani ya kuwa na elimu ya fedha kichwani kwako. Ili uweze kuwa bora zaidi, nadhani unahitaji kumfuatilia zaidi. Atatueleza utaweza kumpata wapi na namna gani. Karibu Mr. Thomas. Asante. Mimi napatikana katika mitandao yote ya kijamii, Instagram, Facebook, Twitter na TikTok.
na YouTube pia natumia jina la Thomas Mvano. Ukinitafuta utanipata. Mimi bwana Mr. Sospita, naam, nimejikita katika kubadilisha fikra za watu. Ndio. Kwa sababu nimeona mafanikio yoyote yale yanatokana na nini? Na maarifa. Maarifa yaliyo kichwani mwangu. Ndio, na taarifa watu walizonazo kuhusu kitu fulani. Hata Mwalimu Nyerere kwenye definition yake ya development anakuambia kwamba mafanikio sio kuwa na mali, sio kuwa na magari, sio kuwa na majumba, bali ni kuwa na yale maarifa mazuri nayo. Kwa nini alisema hivyo? Kwa sababu ukiwa na maarifa bora ni rahisi sana wewe kuwa na magari, mali ni rahisi sana kumiliki. Lakini ukijikita katika kumiliki tu mali na usipotafuta nini maarifa, ndio pale watu wanaanza kuingia kwenye kutafuta hela au kupata mafanikio yale ya ghafla yasiyo na malengo. Yasiyo na malengo. Kwa hiyo mimi nimejikita katika kubadilisha maisha ya watu kwa kuwapa maarifa, kwani maisha yakibadilika hata pia mwelekeo wa fedha unabadilika. Asante. Bwana, mwanzo wa kitu kimoja ni mwendelezo wa kitu kingine. Uwe na amani mpaka wakati mwingine. Maningu Sospita. Naam.